Bwana mtazamaji, leo ikiwa ni mwendelezo kabisa wa kile ambacho tulikufahamisha siku chache zilizopita kwamba tunaendelea kuzungumza na Watanzania lakini pia na wale wote ambao wana vipaji mbalimbali. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba mwenye kipaji anatoka mtaani na kufikia ndoto zake. Leo niko Arusha Finance Dance Academy. Yeah. Niko na CEO. Karibu sana, tuambie unaitwa nani, alafu tutapiga story mbili tatu Watanzania wapate kuelewa zaidi kuhusiana na safari ya maisha ya CEO wa Arusha Finance. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Mateo Yami. Hiyo ni jina la kisanii, lakini jina la official ni sign ni Rajabu. Kwa ambao hajui jina langu ni Rajabu Hassan Nyamwera. So wengi wananiita kama Mateo Yami. Kwa Arusha mimi ndo choreographer ambaye nimejikita sana katika dance classes kwa ambao mfahamu. Sasa hapo mimi naongeza labda Tanzania fahamu zaidi. Bana, nilikuja na interview na Mateo Yami nafikiri mwaka 2022 tulizungumza naye pia. Walikuwa alishana alikuwa anaitwa Official Love. Watu noma sana, wanafanya vizuri sana hasa kwenye upande huu wa dance hapa Arusha. Leo niko naye pia Mateo ashare na sisi zaidi kwa sababu kutoka 2022 Mateo amekuwa sana kwenye kile ambacho anakifanya. Mimi nimekuwa na vibe sana kuona mtu ambaye nimefanya naye lakini pia anakuwa. So karibu sana, tuambie, lakini zungumza na Tanzania safari ya Mateo Yami kuanzia huko mpaka kuja kujipata kwenye dance ilikuwaje, lakini pia kuna watu ambao wanasema bana madansa siku hizi mbona kama vile kuna namna hivi mambo yanaenda vizuri. Sasa karibu sana, tuambie Mateo, safari yako mpaka kufika hapa. Naweza ngasema kiufupi au kiupana zaidi. Kwa kila safari ya binadamu au kwa kila safari ya mtu ina challenge na kuna mafanikio, hamna urahisi, kuna vikwazo na changamoto zake. Kwa upande wangu naweza ngasema ilikuwa safari ndefu, ilikuwa safari yenye nguvu na jitihada ambazo nilizoziweka mimi mwenyewe hadi kufikia hapa ilipo mnavyoona. AFD ni safari ambayo sio peke yangu, na vijana wangu ambao wananipush, tunapushiana. So kuna maendeleo ambayo ninayopata na kuna effect ambazo nilizipata. Nikiongelea kuna effect katika jamii yangu, mwana jamii nyingi za Kitanzania hizi wanatukataa kina mnafanya let's say the way we are, yani katika ndio tunavovaa watu wanaeleni kama hivi, lakini mashoga vitu kama hivyo umeona. Lakini ukiongelea katika advantage unayopata mimi, maendeleo unayopata, kama unaona kama na venue nzuri, ushaona na watu ambao wapo nao wanafanya kazi tofauti, tunapata kazi kwenye naweza ngasema advantage nilopata kwa jina langu la FD. Ukiachana na Mateo tu, kuna kazi ambazo tunapata kwa wasanii, ushaona. Kwa hiyo simu nyingi zinaita kwa wasanii, bwana tunataka kesho na show bwana njooni. Kwa hiyo namshukuru Mungu, alhamdulillah, ugali unakuja tumboni. Bwana tuambie, kabla hujafikiri kwa dansi ulikuwa unatamani kuwa nani? Ndoto yako ile kwamba bana mimi Mateo natoka sasa, unatamani kuwa nani? Sure. Mimi kabla kwa dansi, unajua familia zetu kwanza hizi za Tanzania, nilipokuwa when I was young nilikuwa napenda sana mpira. Mpira ni kitu ambacho kilikuwa moyoni mwangu, kilikuwa kinaniambia bwana nitapokuwa mkubwa nitakuwa mtu fulani. But unajua watu ambao wafahamu Mateo ni mtoto ambaye alilelewa na familia duni na familia yani katikati, ambayo familia baba yupo na talent fulani. Siwezi kusema leo babangu ni mbaya, tuambie presenter, naomba wape watu majibu. Lakini mimi babangu ni mtu ambaye ana talent ambayo inahusiana na mimi. Ushaona, kwa alini inspire mimi babangu. Alini inspire mimi kuwa hapa. Ushaona, wazazi wangu wote, babangu na mamangu alini inspire mimi kuwa hapa. Kwa hiyo mimi talent yangu when I was young, I was like thinking like mimi nitakuwa mcheza mpira, so dancer. So kipindi kwenye mpira ulimkubali nani sana? Unasema takuwa kama huyu mambo siku moja. Kwenye mpira mimi najikubaliki mimi always na appreciate mimi mwenyewe, najikubaliki mimi mwenyewe. So sikuwa mfikiria kipindi hiko na uwezo wangu nilikuwa kuna Ronaldo, Messi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nijifikiria mimi mwenyewe, yani mimi nataka niwe Mateo sasa. Nataka niwe Mateo. Kipindi hiko nilikuwa naitwa Rajaja, so Mateo. Rajaja. My real name is Rajabu. So uncle wangu, yani actually my family, kuna uncle wangu anaitwa Omari, Uncle Omari namuitaga. Sasa alikuwa anakuja nyumbani naye ni mcheza mpira. Anitaga bwana, anitaga Rajaja.
Rajaja kwa ile jina Rajaja sasa nikajiuka na mimi naitwa Rajaja. Kwa hiyo ukiangalia hata Instagram yangu naitoka hivyo hivyo. Najiita mimi Rajaja. Kwa hiyo ukiachana na Mateo Yami, kwa hiyo nilikuwa na dream ya kuwa footballer kwa sababu unajua sikuwa napendelea ile mambo ya napendelea sana mambo ya dance kwa sababu mtu ambaye nilikuwa naishi naye mama wangu unajua sitaki mambo hayo. Sasa ni kitu gani ambacho unafikiri kwamba baba au mama mara nyingi walikuwa wanafanya unaona kama no, hii iko sawa kuhakikisha kwamba unafikia ndoto zako hizi za kwa dance? Yaani sikuelewa swali lako. Yaani wakati unakuwa sasa kuna vitu ambavyo ukivifanya baba anakuambia hii usifanye tu usifanye. So kwenye kile ambacho ulikuwa unakiamini wewe kwamba baba anakuambia hapana hii sio sahihi, hichi ni sahihi. Ni kitu gani ambacho baba mara nyingi alikuwa anakukataza sana usifanye? Actually ukweli uko hivi, mimi nimelelewa na bibi yangu. Sure, tangu udogo wangu, tangu natambaa. Kwa hiyo sipata malezi ya baba. Kwa hiyo walikuwa wananilea sana ni bibi. Kwa hiyo bibi ndio alikuwa na mikatazo ya kuto kucheza. Alikuwa anajua mimi na talent ya kucheza but hakuwa anataka mimi nifanye kitu fulani. Alikuwa tu anataka nisome football. Alikuwa anapenda kwa sababu it's not bad. Umeona mtoto yote yani anapenda tu ni michezo, anaona so kwa ufupi ni bibi yangu. Baba yangu hakuwa anataka kwa sababu yeye mwenyewe anafanya the same thing which I'm doing. Kwa hiyo ana adapt ya mimi kuto kufanya kile kitu. Ana nikatazi. Baba yangu hakuwa ananikataza, alikuwa support. But alichokuwa anagusia tu soma. That's all. Nafikiri kwamba mtazamaji pia amepata kuelewa kwamba baba sasa wa Mateo Yami pia anafanya kile ambacho Mateo anakifanya, si ndivyo? So that is the question. Ni watazamaji na presenter nampa swali gumu. Mtafute baba wa Mateo Yami au baba Rajabu ni nani? Kwa ni nyie mjue na nyie na presenter aleteni majibu siku nyingine. Tanzania kuna miongoni mwa madansa ambao ni wakubwa sana. Yupo mwamba mmoja anaitwa Angel Nyigu. Nafahamu unampata, unampata vizuri sana, mmoja wa watu ambao wame headline sana hapa Tanzania. Lakini kuna mwamba mmoja anaitwa Moze Yogo. Chukua hiyo kodi mzee. Moze Yogo. Unampata mwamba? Anacheza sana. Sasa naweza kuniambia kuna wakina Kino, wapo watu wengi sana ambao wanacheza. Tuambie wewe nani ambaye unamwona kwako the best sana kwenye hili swala ambalo unafanya? Mimi kwa upande wangu actually kwa hao wataja mimi I'm the best always. Okay. Yaani sio kwamba Mateo kwanza I'm the best and then watu wangu wana yani staki na watu wengi kwenye AFD hayupo Mateo tu. AFD yupo Mateo, kuna Tisho, kuna Tibuduma, kuna Mamena Asab, kuna wengine nao ushaona. Lakini mimi naweza ngasema timu yangu the first. Okay, right. Nipo mimi na timu yangu, ndio watafuata wengine. Sasa hiyo timu yangu ya pili kuna watatu hao ndio watafuata wenyewe, watajiarrange wenyewe, lakini mimi I can say I'm the best. Sasa unajua mara nyingi kuna mtu anamwangalia, mfano ukisema watangazaji pia unamtazama nani? Atakwambia mwanangu mimi natamani. Kwa sasa ukiongelea katika categories nyingine, unajua katika ukimention categories labda kuna ndio maana kuna nominees za nini za awards, kuna category tofauti au katika dance hivyo kwenye dance kuna category tuseme kuna labda mashindano ya dance, umeona? Kwa mashindano ya dance wana category tofauti. Kuna category ya mapiano, afro, hip hop, sui labda na African dance. Hasa kuna labda mimi najikita sana kuna afro dance, umeona? Kwa hiyo ukija kusema labda Angel Nyigu anajikita sana kuna mapiano, ushaona? Kwa hiyo mimi nacheza kitu tofauti na yeye, umeona? But we are the same, we are doing the same things, umeona? So naweza nikasema mimi I'm the best, ushaona? Kwa sababu I'm doing all the things which people they are not doing sometimes. Oh, right. Nimekuelewa kwamba una kitu cha special zaidi hapa. Bana, niko na Mateo Yami, CEO wa Arusha Finance Dancing Academy. So bana Mateo, kila kitu kina changamoto zake. So tuambie labda ni kitu gani ambacho unafikiri kwamba wakati unaanza sana kilikuwa unakatisha tamaa, unafikiri kwamba nitafika au inakuaje? Changamoto zipo, lakini pia mafanikio ndio kama haya. Sasa tuambie safari ya Mateo kutoka hapo mpaka kufikia hapa, vipi hapo vimekukwaza sana mzee ukaamua kusema niache au tuendelee? So karibu sana. So cha kwanza mimi ni mtu ambaye na believe one day yes. Sijawahi kukata tamaa kusema siku moja yani au niache kitu ambacho nakifanya. Nimepigwa mikazo yani mimi tangu nianze nimejikita nimeingiza mguu kwenye dance. Ya kusema yani unajua katika kila talent ya mtu kuna ile feeling inakuja
au niache au nisiache, ushaona. Kwa unajikuta kuna muda unafanya, kuna hiyo feeling inakuja kwa sababu una be disappointed kwa kitu fulani. Kimfano, mimi nafundisha hapa dance class, umeona. Kuna siku naandaa poster vizuri na naitisha na nimepromote vizuri. Umeona hata nje pale kuna bango. Ilikuwa class ya ndugu yangu Tisho na Tibuduma. Kuna dancer mkubwa naye wa Singeli anatokea Dar es Salaam. Alikuwa ana collaborate na dancer hapa naye mkubwa Arusha anaitwa Tisho. So walikuwa wana dance class. Tumepromote vizuri yani. Then hakutokea watu, ushaona. So hiyo unapata feeling like you wish watu 100 and then wanakuja 20, ushaona. Kwa hiyo unakuwa disappointed, but mimi sina tamaa. What I'm doing, just boys tufanye hata kama kuna mtu mmoja, si kukata tamaa. So mimi nacho ausia watu ambao wana talent ya dance or music or anything what they are just doing, msikate tamaa kwa kitu chochote ambacho wewe unafanya, kwa sababu ujui siku ambayo unakata tamaa and then yani ungefanya yani what happen yani ungefanya zaidi ndo chance yako, ushaona. Kwa hiyo fanya hata kama content zako hazendi na viewers 10, we just do it, kwa sababu kuna moja. Mimi nakupa mfano, tunampeni mfano mmoja. TikTok ya FD ilikuwa haijafunguliwa kwa muda mrefu, nifunguaga and then ikakanseliwa, ni wale sikufungua vizuri, then nimefungua juzi video moja nimepost kama video yani nimepost kama video 7 hivi, and then video moja imefanya video zote zile umeboost. Safi. So what I just want to advise people, msikate tamaa kwa kitu mnachokifanya, just keep doing, fanya kazi nzuri. Umeona hiki nimekosea wapi, jirekebishe. Mimi ndo na believe hivyo, yani hata watu wangu ambao nakaa nao, mtu akinani hivi anaona just do something. So naamini pia mtazamaji kuna kitu ambacho anajifunza. Sama watu wengi unavyokuwa bana unapaswa kuwa mnyenyekevu sana. Mimi ndio kitu ambacho nimejifunza kwako, kwamba bado kuna kitu unatamani kukitengeneza kwenye maisha ya wengine, sio kwako tu, kwa sababu umesema kuna watu unafundisha. Tuanzie hapo. Mimi na mwanangu yuko nyumbani pale. Natamani aje hapa Arusha Financing dance class. Twende kuanzia hizo gharama, mtu anataka kujiungaje na vitu kama hivyo ili aweze kuwa mwanachama. Okay, so tuna members ambao wanaweza wakawa wa kujiunga katika dance classes. So dance classes zetu ni nakuaga every Saturday na Thursday. Kama Thursday hii tena tuna dance class. So Saturday kujiunga just a public nikiongelea public ni yani anyone can come. Either ujui au unajua. I mean beginner au pro, ushaona. So kama unakuja kila Jumamosi ni 3K only F3, but kama unakuja private, kama unataka bwana Mateo bwana nataka nipate mtu wa kunifundisha pale, sina mtu yani na feel like aibu kuja kila Jumamosi kuna watu wengi, basi kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa ni private dance classes. Kwa utabook dance class yako, utaingia kwenye social media za AFD, kuna namba zetu pale, utatupigia, utatuambia bwana Jumanne siku fulani mimi nataka private dance class, sitaki mtu yote, unakaribishwa. Kwa shilingi kwa Mtanzania tu tunafanya 20K 20 yako tu. Tuguse kidogo. Kuna show nyingi ambazo mimi naziona, mimi nakufuatilia sana. Nimeona umepost una dance na wazungu. Hao ni wanafunzi wako? Ni wanafunzi wangu. Inakuaje umetoka sasa? Okay. So actually kwa Arusha, as mnajua kwamba Arusha ni mji ambao una wageni wengi, ushaona. So mimi yani na sitaki kutarget kwa katika wazungu tu, kwa sababu yani mnaona classes nyingi za hapo kuna wageni, kwa sababu Mtanzania ukimwambia 20 kuja kufanya dance classes ataona mbona nyingi, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa wageni ukimwambia hata 50 anakupa ile value, anathamini kitu. Yani unajua wenzetu wanathamini kitu unachokifanya kuliko sisi wa Tanzania. Mtanzania okay, nakupa mfano mdogo tu. Sasa hivi tumetawaliwa sana na soko la mapiano. Mbona nyimbo zetu sisi haziende? Wasanii wa South Africa wanakuja sana huku, sisi mbona haziende kwao? Kwa jiji gani? Sisi tunawasupport sana wao. Ndio maana kitu chao madansa kule wanajulikana, wasanii kule wanajulikana. Sisi sasa hatujulikana hata madansa wa huku. Tuna wengi tu yani madansa wengi wanatoa yani choreography nzuri, yani step nzuri, lakini hawajulikani. So wenzetu wanathamini talent ya mtu. Kwa hiyo ndio maana ukuta dance class ni hata kumwambia F30 watakuja hivi. Lakini Mtanzania ukimwambia hata F10 tu
athamini kitu chako. So watu yani huwezi kumwambia 3,000 yenyewe ndio So mimi nachowasi watu thamini talent ya mtu akiteki muda wake just mpe, yani kama wewe ni presenter, najua thamani yako ni shilingi fulani, ndakupa tu bro. Yeah, so you guys nazungumza na Matteo Yami na nafikiri kama tunaelekea ukingoni sasa kumaliza. So Matteo Yami 2022 nilifika hapa tukazungumza, lakini pia na mimi wakati huo ndo nakuja, unaelewa? So kama tumefika sana pana, tupo tunaendelea. Safari ya Matteo Yami katika umiliki kwamba bana kupitia Arusha Finance ni CEO, kupitia dance nina hichi, tuambie Matteo Yami sasa. So kwa upande wangu mimi sipendelee kutaja mafanikio yangu hadharani, lakini tuna influencer ambao wako nyumbani wanatamani. Ishu kubwa ni kumseduce mtu amue kwamba yes, kumbe hizi ni sahihi. Tutarudi baadaye tuambie vijana wa Tanzania wanadai bana ajira hazipo. Tunaambia mtu bana nina hichi kupitia dance, sawa wanakuwa mimi naweza ngasema kiufupi kupitia dance, kupitia FD nimepata opportunity tofauti ambazo zinaniingizia pesa, na siwezi kutaja shilingi ngapi, lakini zinaingizia pesa. So kwa kiufupi kwa kupitia dance nimepata mafanikio makubwa, na sio mafanikio kuvaa tu, baidha kusaidia familia yangu, na siwezi kusema labda yani na uwezo sasa hivi wa kusema nasaidia familia yangu. Unaona? Nasaidia familia yangu. Naweza kujisaidia mimi mwenyewe na kusaidia familia yangu. That's all. Lakini kusema sina gari, sina nyumba, hapana. Bado lakini but I'm keeping pushing myself kufikia, kwa sababu hiyo ni ndoto ya kila mtu, to have a car, to have a beauty house, to have a good financial way. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi mimi bado kijana, bado na umri mdogo, bado najiweza. Kwa hiyo naweza ngasema na uwezo sasa. Show msanii gani Tanzania leo hii akikuhitaji unaweza kwenda kufanya bure bila malipo Tanzania? Bure. Yani msanii gani ambaye unaweza kusema bwana huyu uniita naweza nikae? Bro, mimi kwa kufikia sasa hivi siwezi kuitwa kwenye show kiasi gani cha fedha sasa wakulipe ili tuweze kwenda? Ni makubaliano yetu, lakini approximately yani fanya makadirio mtazamaji apate kuelewa kwamba kwa msanii wa Kitanzania yani kama sasa hivi mimi naweza ngasema namwangalia na msanii but kwa haraka so chini ya 500,000. So chini ya 500,000. Yani kwa haraka so chini ya 500,000. Mfano Diamond kaniita, ushona. Mimi na mke, ushona. Nilikuwepo Zanzibar mwezi wa ngapi? Zanzibar dance ilikuwa mwezi wa ngapi? Wa 8. Huu mwezi wa ngapi? Wa 4, si ndio? Wa kwanza, ilikuwa kwanza. Ninakuaga nafanya dance classes same tofauti. So nienda Zanzibar mwaka huu mwezi wa kwanza. Nifanya pale dance. So mimi mke wangu ni mtu wa nje. So alipata kazi yani alipigiwa simu, lakini alikuwa yani tulikuwa schedule yetu haiko vizuri na itakiwa aende. So malipo yake mwenyewe alikuwa so chini ya 500 na Mondi alikuwa angempa. Usaona? Na hiyo brand mimi ndo nimempa. Yaani kwamba so kwamba mimi nimempa, lakini mimi ndo nimefanya hadi kufika yeye pale. Kwa maana hakuwa dancer but nimefanya yeye dancer na nimemfundisha hadi stage yake imekuwa nzuri. Unaona? So mimi naweza ngasema, kwa maana naweza ngasema kwa haraka mimi so chini ya 500,000. 500,000. Nchi gani kubwa sana barani Afrika na nje ya bara la Afrika uliwahi kufika? Lakini ni nchi gani ambayo unatamani sana kufika? Na wish kwenda outside of the world. Nishaenda Uganda, nishaenda Kenya. Soon hapa tunaweza kufanya tour yetu kama FD Academy, tukaenda na Kenya, tukaenda Rwanda, tukazunguka na ndani. Unaona? So but before tushafanya FD dance tour ambao tumeenda mikoa tofauti, tumeenda Dar es Salaam, tumeenda Zanzibar, tumeenda Mwanza, tumeenda Morogoro na sehemu zingine, but tunawishi ku explore outside because unajua ukikaa ndani watu wanawazoea. Unatakiwa mtoe jina lenu outside. Hata kama unatoa hela, toa kweli watu waone kazi. Alright. You guys, ninamaliza hivi. Vijana wengi wa Tanzania hawana ajira. Wengine wanakaa wanalaumu bana, kwa nini hiyo hivi hili alipo saa? Matteo, unashauri gani kuzungumza nao? Lakini pia waambie Arusha Finance inawafungulia vipi fursa vijana wanaweza kujiajiri, maisha yanaweza kusonga?
Naweza ngasema kijana yoyote ambaye upo sasa hivi ghetto, upo mtaani, toka, kwa sababu watu mnasema kwamba hamna ajira, unalalamikia serikali, but unaweza kujiajiri. Mimi kama mimi kijana nimejiajiri mimi mwenyewe kwa hii kampuni. Hii ni kampuni sasa hivi kwa sababu kuna watu ambao wanaitegemea. Naweza nikasema siwalipi, but kwa kutumia hii brandi wanajilipa wenyewe, wamejiajiri wenyewe. Tunakupa brand, pesa utaipata. Ushaona? So naweza ngasema just thinking, kama una talent yoyote, either dance, football, focus na unachokifanya. Tafuta njia ambayo unaona wewe hii itaniweza kuniingizia 200 300, lakini ajira ni wewe mwenyewe kwa kitu chochote unachokifanya. That's all bro. Tuna sign out hapo. Sasa tuambie kwamba tukio gani ulisha kuliona kwa kijana wa Kitanzania nafsi ikakuuma katamani ni msaidie, alafu tunamaliza hivyo. Mimi kuna kitu ambacho kimenyuma. One day nilikuwa natembea barabarani and then naona hapa Arusha kuna stendi kubwa pale. Kama unaona stendi kubwa, actually stendi kubwa pale kuna vijana wengi ambao wapo pale, and then ukipita yani unaona ni rika yako. Kufikia hapa mimi mnavyoniona, sio kwamba mimi nilianza tu kwa pewa hela, hapana. Mimi nimeanza mimi mwenyewe, yani kwamba bwana nitoke magetoni, ushaona, hadi fikia hapa navaa na kula kwa kupitia hiki kitu cha dance and talent yangu mimi mwenyewe. So nilipita siku nikaona vijana pale wanavuta bangi, wanavuta masigara, wanafanya vitu ambavyo ndivyo si wanaibia watu. Yani mtu kapita tu hivi anaanza kumzingua, anataka atumie pesa ya mtu, yani mtu aliyohangaikia jasho lake. So ni kitu sio kizuri. So naweza nikashauri vijana msijihusishe na vitu ambavyo sio vizuri katika jamii yetu, au sio vizuri katika afya zetu, au vikakuondolea njia yako ya kimaendeleo au kimaisha. So sisi pale Instagram na YouTube tunapatikana kwa anwani ya Majira Digital TV, lakini pia pale YouTube ukiandika E+ TV unatupata. Mateo Yami, kuna mtu anatamani kufahamu kupitia kurasa hizo za kijamii, tuambie Instagram, YouTube, Facebook na TikTok. Asimnaona background yetu kwa majina mimi naitwa Mateo Yami, au kisachi Rajaja unaweza kunipata, na kwa kampuni yetu ambayo tunatumia ni Arusha Finest Dance Academy. Kwa Instagram, TikTok na YouTube tunapatikana kwa Arusha Finest Dance Academy. Ukisearch tu Arusha Finest kwa sababu kuna Arusha nyingi. So wewe andika tu Arusha Finest Dance Academy, utaona hii logo ya AFDO, the short form ni AFDO. Kama ukitaka kutupata kwa njia rahisi, kwa namba za simu 0784 12 0808. Narudia tena 0784 12 0808. Mnakaribishwa, tupo Joshua Hotel mkabala na Amana Bank au stendi kubwa ya mabasi. Okay, thank you sana. You guys, this is how we close it up out. Niko na Mateo Yami, mmoja wa watu ambao wanafanya vizuri sana kwenye upande huo wa dance. Wewe kijana uko nyumbani, hakikisha kwamba muda wako bana uendi bure, umri pia unakimbia. Wanasema umri ni nini? Ni namba. Sivyo? Sasa namba zikiwa nyingi sana mzee, gari atakao kwenda service. Kwenda service ndio hivyo, hospitali na vitu kama hivyo. Sivyo? Hiyo ni drop up. Mimi naitwa Kimaro, tuko Arusha Finance. Good time.